tafakari yetu ya leo, Dominika ya 3 ya Pasaka, mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo yanatualika kumshuhudia Kristo kwa gharama yoyote bila kutetereka. Kati ya Wayahudi, kuhani mkuu alikuwa na nafasi ya kipekee katika jamii hiyo. Na kuliko yote, ndiye pekee alikuwa na mamlaka ya kuingia katika sehemu ya patakatifu patakatifu, yani Holy of Holies. Kuhani mkuu aliingia hapa mara moja kwa mwaka katika siku ya upatanisho, kila tarehe 10 ya mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiyahudi. Hii inatuonyesha mamlaka makubwa aliyokuwa nayo kuhani mkuu katika jamii kama kiongozi mkuu, mshauri na muamuzi katika mambo ya kidini na ya kijamii. Katika somo la kwanza, wanafunzi wa Yesu wako mbele ya kuhani mkuu kujibu tuhuma dhidi yao. Baada ya kuendelea kueneza habari za ufufuko wa Yesu, lakini kwa ujasiri mkuu wanamjibu kuhani mkuu, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mamlaka hazikuwaacha bila kuwaadhibu na tena kuwaonya kwa vitisho vikali ili wasiendelee kulinena tena jina la Yesu na habari zake, hasa habari za ufufuko. Mkristo mpendwa, hakuna utukufu bila msalaba. Na siku zote, haijalishi kiasi gani giza limetanda, nyota angani huonekana. Ukristo wetu umesongwa na changamoto mbalimbali ambazo huturudisha nyuma wakati mwingine kwa ajili ya vitisho tunavyovipata, labda kwa wanaotuzidi nguvu, mamlaka na madaraka. Na ili tusiende kinyume na matakwa ya wenye nguvu zetu zaidi ama wenye mamlaka zaidi yetu, tunachagua kuunga mkono yale wanaoyataka sisi tuyafanye, hata kama ni kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Imani ya mitume itutie moyo kusimama katika ukweli na kusimamia haki katika jamii zetu bila upendeleo. Lakini bila imani, msimamo huu unaweza kuyumba na kujikuta tunakuwa waoga na kutumbukia katika kina kirefu cha dhambi. Somo la pili katika kitabu cha Ufunuo linaeleza hadhi alionayo Kristo mfufuka, kwamba viumbe vyote vya dunia na mbinguni vinashiriki utukufu wa huyo mwanakondoo. Tunaalikwa kutafakari ni kiasi gani tunamthamini Yesu Kristo aliye asili na wokovu wetu. Kama tunavyosikia au tulivyosikia katika somo la kwanza, inatupasa kumthamini Kristo kwa dhati, na kinyume chake ni kupoteza asili ya Ukristo wetu kwa kutofanya mapenzi ya Mungu na kufuata anayotufundisha kupitia neno lake takatifu na watumishi wake. Katika Injili ya leo, Yohane sura ya 21 aya ya 1 mpaka aya ya 19, tunaalikwa kumkiri Kristo kwa moyo wote. Mitume wa Yesu wanapita katika kipindi kigumu dhidi ya dola na mamlaka ya juu ya dini ya Kiyahudi. Wanapitia changamoto na wasiwasi. Wamejifungia na hawajui nini cha kufanya, na hali hii itaendelea mpaka lini? Simoni Petro anawaambia wenzake, naenda kuvua samaki. Nao wanaambatana naye baharini. Katika hali ya kuanza upya, mitume wanarudi katika maisha yao ya zamani ya uvuvi ili wapate chakula na kujikimu kimaisha. Swali la kujiuliza ni je, wakati ninapokatishwa tamaa, ninapokosa matumaini, ninafanya nini? Mitume walichagua kuendelea na kazi ili wajikimu kimaisha, na ni katika kazi hiyo hiyo ya uvuvi wanakutana na Yesu. Kumbe katika hali ya kukatishwa tamaa au kukosa matumaini, tukumbuke kuwa kuanza upya katika matumaini kuna tukutanisha na Yesu Kristo ambaye ndiye kiongozi wa njia zetu. Ni katika tumaini hilo hilo tunaalikwa pia kujenga mazoea ya kuwa na muda wa kutafakari, kuhudhuria mafungo tunapopata nafasi,
ili tuweze kusaidiwa kiroho kukutana na Kristo tena katika maisha yetu. Matatizo hayaishi. Baada ya mfungo wa Kwaresma na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaalikwa kuanza maisha upya. Lakini bila imani tunaweza kujikuta tunarudi kule kule katika maisha yetu ya zamani ya dhambi, na hivyo kuwa kama Waisraeli walivyomnungunikia Mungu kwamba afadhali wangekufa Misri kwenye masufuria ya nyama baada ya kupatwa na njaa jangwani. Hesabu sura ya 14 aya ya 4. Tumaini letu ni kubwa zaidi, na tumaini letu ni uzima wa milele. Bila kumtambua Yesu, wanafunzi wanafuata ushauri wake. Litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, na baada ya kufanya hivyo wanapata samaki wengi kiasi cha kutoweza kulivuta jarife tena ndani ya chombo. Licha ya kuvua samaki usiku bila kupata kitu. Neno hili linatuhimiza kama Wakristo kuwa na utii na subira katika kazi zetu. Wakati mwingine hatupati tunayoyataka. Hatupati yale ambayo tunayatamani kwa sababu hatuwasikilizi wakubwa wetu au wadogo zetu wanayotushauri. Kwa namna ya pekee, viongozi wetu wa dini ni moja ya washauri wanaobeba ujumbe wa Mungu kupitia Kristo Mwokozi. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi, na mtu mwenye kiburi siku zote hawezi kujifunza wala kupata kitu chochote kutoka kwa wenzake. Huona fahari na kufikiri kwamba anaweza kufanya kila kitu bila msaada wa wenzake. Na tunaweza kupata picha hiyo kutoka katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 23. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mtu mnyenyekevu ataheshimiwa. Naye Simoni aliposikia kuwa ni Bwana, akajifunga vazi lake kwa kuwa alikuwa uchi. Ni mara ngapi tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo bila staha? Tujikumbushe kuchagua mavazi yanayofaa na yenye staha tunapokwenda katika nyumba za Mungu, katika nyumba ya Mungu, kanisani. Huko tunakutana na Yesu katika neno la Mungu na katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwa namna hiyo hiyo, tujiandae kwa kupata sakramenti ya kitubio kabla ya kumpokea Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na hapo tutajifunga vazi la utakatifu na kupata neema ya baraka zake Kristo. Katika nafasi ya pekee, Yesu anawaita wanafunzi wake, njooni mfungue kinywa. Na ni katika kushiriki katika chakula hiki, yaani mkate na samaki, wanamtambua kuwa ni Kristo. Wakristo wapendwa, katika mila nyingi za Kiafrika, chakula kina nafasi kubwa na ya kipekee katika kuleta familia pamoja, kujadili pamoja na kusuluhisha migogoro mbalimbali. Ni alama ya upatanisho ambao ni upendo wa Kristo anaoonesha kwa mitume wake. Tunaalikwa kuonesha huruma na kuwa na huruma kwa wasio na chakula, kuwajali wale ambao hawajiwezi, sio tu kwa wale tunaowafahamu, bali pia kwa wale ambao tunakutana nao bila kufahamiana nao. Wapo wagonjwa wengi mahospitalini waliolazwa bila ya kuwa na uhakika wa kulipa matibabu yao, bila ya kuwa na uhakika wa chakula wala dawa. Tumuombe Mungu atujalie neema ya kuwatambua wahitaji hawa, ili Ukristo wetu ubebe maana halisi ya Kristo mwenyewe. Yesu anamuuliza Simoni wa Yohana, wanipenda? Na Simoni anamjibu, Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Na Yesu anamwambia, lisha kondoo zangu. Maswali haya ya Yesu yanamhuzunisha sana Simoni, kwa kuwa alimjibu Yesu kutoka katika kilindi cha moyo wake kuwa anampenda. Swali hili pia tujiulize sisi, je, ninampenda Yesu? Hakuna upendo usio na gharama. Nimefanya mambo mangapi kwa ajili ya Kristo?
na kama kweli ninampenda, ninaishi kweli maisha haya ya Ukristo, au ninakiri tu kwa kinywa changu lakini ninayapinga mafundisho yake. Kwa namna ya pekee tuwaombee makardinali wetu wote, hasa walioko Vatikano, katika kikao cha kumchagua Simoni wa Yohana mwingine, yaani conclave, atakaye lisha kondoo za Bwana Yesu. Pia maaskofu tusiwasahau, na mapadri, pamoja na wote walioweka maisha yao wakfu kwa ajili ya kumtangaza Kristo, waendelee basi kufanya kazi hiyo bila kukata tamaa, katika tumaini la Kristo mfufuka. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.